Pendwa katika Kristo, ninakusalimu katika jina zuri la Yesu. Jina zuri la Yesu wa msalaba. Mungu wetu mwema, Baba yetu wa huruma, Mungu wetu mzuri anayetosha, anayestahili sifa, heshima, utukufu na adhama. Kwa mazingira yoyote yale ambayo upo, pendwa katika Kristo, nitumie nafasi hii nzuri sana kukukaribisha mahali hapa. Unayetofuatilia ndani ya taifa la Tanzania, nje ya taifa la Tanzania, ndani ya bara la Afrika, bara lolote ndani ya dunia yetu nzuri na ya kupendeza na kuvutia, nikukaribishe sana kwenye kipindi hichi kizuri mahali hapa. Ukurasa huu ni ukurasa mzuri ambao umelenga kukuvusha, kukusaidia kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine ya kimwili, na kwa sababu hiyo basi maana yake ya kiroho itakuwa imekaa sawa sawa. Ashukuriwe Mungu ambaye ametupatia neema hii na kibali hichi kizuri, kwa sababu liko neno lake zuri, neno la Kristo Yesu wa msalaba ambalo ameliandaa kwa ajili ya kwetu sisi. Angetamani aliachilie ndani yetu, lijenge kitu kipya, lijenge jambo jipya ndani ya kila mmoja. Mimi ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi hii ya kipekee, nafasi hii ya ajabu yenye matumaini makubwa kwenye maisha ya kwetu. Utukufu una Mungu wetu mwema, Baba yetu wa huruma, Baba yetu wa amani. Haleluya, haleluya, haleluya. Kabla sijaendelea sana, tumshukuru Mungu kwa lugha nzuri ambayo unaweza kutumia kumwambia Yesu asante kwa ajili ya siku ya leo. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya siku ya leo. Ikabidhi siku ya leo mbele za Bwana. Kabidhi majukumu yako mbele za Bwana. Kabidhi kazi zako mbele za Bwana. Kabidhi mambo yote mbele za Kristo Yesu wa msalaba. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya neema hii. Asante kwa ajili ya kibali hichi Bwana ambacho Mungu umetupatia. Kwa kweli Mungu, kama si mkono wako na kama si huruma zako, tusingalikuwa mahali hapa Bwana. Umeendelea kutuwezesha, umeendelea kutuwezesha, umeendelea kutusaidia, umeendelea kutustahilisha, umeendelea kutupa kibali. Neema na rehema zako zimeendelea kuwa nasi. Tumekuona Bwana ukiketi kwenye mambo yetu, ukifanya vitu vikubwa na vya ajabu, ijapokuwa Mungu hatukustahili kutendewa yote hayo mema na mazuri kutoka kwako. Lakini Mungu umeendelea kutuhurumia, umeendelea kutupenda, umeendelea kutufadhili, umeendelea kutupa neema hiyo na kibali hicho. Asante Mungu uliye mwema, Baba wa amani, kwa ajili ya hayo yote. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni Mungu, wewe ni Baba. Unaweza, unatosha, unastahili. Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Maso tarama ndere bakori ya mandoro bokouza. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya hayo yote. Pokea sifa, heshima, utukufu na adhama. Asante kwa ajili ya uzima na afya na kibali ambacho Mungu umeachilia kwenye maisha yetu. Asante kwa ajili ya familia za kila mmoja mmoja mahali hapa. Asante kwa ajili ya kazi ya mikono yetu. Madui walipotugarikisha mara, Mungu ulitupenda ukatuficha kwa mbawa zako, ukatuficha kwa mkono wako ulio mwema na udari, ukatukinga kwa nguvu zako, ukatusaidia kwa neema na kibali kikubwa kwenye maisha ya kwetu. Ninakutukuza maana wewe ni Mungu, ni Baba mwema, ni Baba wa huruma. Unatosha, unastahili, unaweza. Arobo shanderi ya mandora bakouza, likande rebakori ya basia mahando. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya nafasi hii. Wapendwa katika Kristo, Mungu ambaye ni mzuri, Baba mwema, Baba wa huruma, Baba wa amani, ametupendelea, ametupa nafasi na kibali kingine kizuri sana mahali hapa, ili tuweze kushare neno la Mungu ambalo linaweza kuachilia uhai na pumzi mpya kwenye maisha ya kwetu. Na siku hii ya leo Mungu ametupatia somo fupi sana linalosema heavenly support. Heavenly support. Heavenly support or heavenly assistance. Msaada wa kimbingu. Kwenye maisha tunayoishi kuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza kusimama kwa ajili ya kukusaidia kwenye mazingira fulani fulani. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza kusimama kwa ajili ya kutusaidia kwenye maeneo fulani fulani. But I love kwenye kitabu cha Zaburi 121 mstari wa kwanza. Zaburi 121 mstari wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Nasema msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Unajua Daudi ni mfalme
Na Daudi akiwa mfalme alikuwa na wasaidizi wengi, alikuwa na watoto wengi, alikuwa na wake wengi, alikuwa na wanajeshi wa kutosha, alikuwa na warafiki na wafalme wengi. Lakini nafikia hatua mfalme mwenye sifa kubwa za kusifika na kuheshimika anasema, nitayainua macho yangu nitazame milima. Anasema, msaada wangu utatoka wapi? Anasema, msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Uwe na uhakika kabisa. Kuna majira Daudi alifika, akatembea, akaenda na kwenda na kwenda, akaona hakuna jambo lolote linaloweza kumsaidia kwenye dunia. Hakuna chochote kinachoweza kumsaidia kwenye dunia isipokuwa msaada wake unapatikana kwa Bwana wa mabwana. Msaada wake unapatikana kwa Bwana wa mabwana. Sijui kama kuna watu wachache ambao wananisikiliza na wananifuatilia vizuri kwenye mazingira waliopo mahali hapa usiku huo leo, and this moment. Mungu anasema hivi kwenye kitabu cha Zaburi, hiyo Psalm chapter 121, msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. There is a certain situation called heavenly support, msaada wa kimbingu. Lakini leo natamani kufundisha juu ya habari ya malaika, msaada wa Mungu kwenye engo ya malaika wa Mungu, kwa sababu malaika wa Mungu ni assistance ambayo Mungu ameiachilia kwa ajili yetu sisi. Malaika wapo kwa ajili ya kutusaidia kwenye levels of power. Anaanza Mungu, anakuja mwanadamu, anakuja malaika na levels nyingine. Maana yake Mungu mmoja, nafsi tatu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Alafu anakuja mwanadamu, alafu anakuja malaika. Maana yake mwanadamu yupo at the middle, at the center ya Mungu pamoja na malaika, na aliye juu hawezi kumtuma, aliye chini anaweza kumtuma. Kwa hiyo malaika anaweza kutumwa na mwanadamu. Kwa hiyo unapojifunza kusabari ya malaika, unajifunza kusabari ya visaidizi vyetu vinavyoweza kufanya kazi na sisi kwenye namna ya nje. Malaika unaweza wakamtuma akaenda kufanya biashara, anaweza kwenda kusaidia kufanya biashara. Unaweza wakamtuma akaenda kusaidia kwenda kufanya baadhi ya vitu fulani fulani. Malaika anaweza kutangulia mbele yako. Soma na mimi neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Kutoka mlango wa 23 mstari wa 20 mpaka mstari wa 23. Kutoka mlango wa 23 mstari wa 20 mpaka mstari wa 23. Unaposoma mstari wa 20 wa Kutoka 23 mstari wa 20, unaona Mungu anaongea na wana wa Israeli wakiwa kwenye jangwa la Sinai. Kwenye jangwa la Sinai wakiukabili mlima wa Sinai. Baada ya kutoka Misri wakapita Refidim wakiwa wanaelekea kwenye nchi ya ahadi. Walipofika kwenye jangwa la Sinai wakachoka, wakaweka kambi pale kwenye jangwa la Sinai. Wakawa wamechoka, wamejikatia tamaa. Wanajiuliza, safari yetu itakuwaje kuwaje? Wakawaza mpaka kurudishwa kule Misri. Wakakumbuka vyakula vya kule Misri, wana wa Israeli wakiwa kwenye jangwa la Sinai. Lakini wakiwa kwenye jangwa la Sinai, wanajua hali ya ujangwa ni hali ambayo there is no water, there is no food, there is no destiny helpers, there is lack of people. Kuna uchache au kuna upungufu au ukosefu wa watu kwa jangwani. Kwa hivyo walipofika jangwani walijikuta wamekuwa wapweke, wako wenyewe. They are just alone. Wako wenyewe kabisa. Hawana mtu ambaye anaweza akasimama akawapigania na kuwasaidia. Walipofika pale jangwani wakaweka kambi pale. Lakini Mungu akamuita Musa, akamwambia Musa, sijawatoa kutoka Misri ili mje kuishia hapo kwenye jangwa la Sinai. Kuna mahali nimepaandaa kwa ajili yenu. Na hayo mahali ndio na hilo eneo ambalo nimeliandaa kwa ajili yenu linaitwa nchi ya Kanaani. Na kwenye hilo eneo kuna watu wanaishi. Kuna Myebusi, kuna Mperezi, kuna Muhiti, kuna Mwamori wanaishi kwenye hilo eneo. Na mkifika hapo inabidi muwafukuze waondoke ili mkae kwenye hilo eneo kwa amani. Hilo ni eneo ambalo mimi nimeliandaa kwa ajili yenu. Baada ya Mungu kuzungumza na Musa maneno hayo, unaona kwenye ule mstari wa 20 anasema nami Kutoka 23:20 anasema nami nitamtuma malaika wangu atangulie mbele yenu ili awapeleke mpaka mahali nilipowaandalia. Nitamtuma malaika wangu ili awapeleke mpaka mahali nilipowaandalia, mpaka nchi niliyowaandalia. Mkiwa katika safari na huyo malaika nitakayemtuma mbele yenu, msije mkamtia kasirani
malaika huyo. Msije mkamkosea, msikilizeni yeye, maana huyu ni mwepesi wa kuwageukia na kuwaadhibu msipomsikiliza yeye. Hayo ni maelekezo ambayo Mungu anayatoa wazi kabisa kwa wana wa Israeli. Anazungumza nao na wanasikia sauti, wote kwa pamoja walikuwa wanamsikia, ya kwamba nitamwachilia malaika wangu. Najua mpo kwenye hali ya ujangwa, ni hali ambayo hamjui mtakula nini, ni hali ambayo haujui kesho yako itakuwaje, ni hali ambayo haujui mambo yako ya kesho na kesho kutwa yatakuwaje. Lakini mimi Mungu nitamwachilia malaika wangu aje kuwapeleka mpaka mahali nilipowatengenezea. Na mimi nazungumza na watu wachache ambao kuna mahali Bwana amekuandalia, kuna mazingira Bwana amekutengenezea. Mazingira uliopo sio mazingira ambayo Bwana ameyatengeneza kwa ajili yako. Hali uliokuwa nayo sio hali ambayo Mungu alitaka uweze kuwa nayo. Mazingira uliopo sio mazingira yenye utoshelevu wa kimungu kwenye maisha yako. Kuna mahali Bwana anatamani kukupeleka. Kuna mahali Bwana anatamani kukusogeza. Kuna mahali Bwana anatamani ufike. Kuna mahali Bwana anatamani akusogeze. Kuna mahali Bwana anatamani akuoneshe. Kuna mahali Bwana anatamani akufikishe. Na huwezi kufika kwenye hayo mazingira ambayo Bwana amekuandalia ikiwa utakosa angelic encounter, utakosa kutanguliwa na malaika wa Bwana. Na wakati Mungu namuuliza unatamani kuzungumza nini na watoto wako hawa juu ya somo hili la heavenly support, heavenly assistance, akaniambia kazungumze na watoto wangu hawa ya kwamba mimi Mungu nipo tayari kuwaruhusu malaika wangu, viumbe hivi vya kimbingu, viweze kuwasaidia kwenye mambo yao, kama vile ambavyo manderebaso ya mandoria, kama vile ambavyo wana wa Israeli wamechoka, wako jangwani, wamechoka, wamekosa vyakula, wamekosa maji, wapo kwenye hali ambayo hawaelewelewi itakuwaje kwaje. Lakini Mungu anamwambia hivi Musa, no, wana wa Israeli, yako mazingira nimeandaa kwa ajili yenu, lakini yuko malaika atawasaidia kufika hapo. Kwa nguvu zenu hamwezi kufika, kwa akili zenu hamwezi kufika, kwa masters yenu hamwezi kufika, kwa PhD zenu hamwezi kufika, kwa viwango vyenu, kwa support ya familia hamwezi kufika. There is a certain level. Ili muweze kufika mnahitaji heavenly assistance, mnahitaji msaada wa kimbingu, mnahitaji malaika wa Bwana washuke wawasaidie. Mungu anamwambia nitawaachilia malaika wangu washuke na wawasaidie. Ikiwa sio hivyo, basi mimi Mungu niliye hai nitawaachilia malaika wangu watembelee nyumba zenu, kama vile ambavyo malaika wa Bwana walivaa miili ya watu na wale watu wakaenda kama wageni kwenye nyumba ya Ibrahimu. Wale watu walipoenda kama wageni kwenye nyumba ya Ibrahimu, wakamwambia Ibrahimu ya kwamba Mungu ametutuma kuja hapa. Wakalishwa chakula wale watu na Ibrahimu, wakanywa maji kwenye nyumba ya Ibrahimu, wakasema hivi, tunaondoka hapa, lakini kwa ajili ya ukarimu huu mzuri uliotutendea, mke wako atapata mtoto. Mke wako Sarai ambaye ameishi maisha mengi akiwa hana uzao, atapata uzao. Ameishi maisha mengi akiwa hana uzao, atapata uzao. Maseteli ya mandorobokori ya basa. Wale watu walienda kama binadamu, kwa muonekano wa kibinadamu, ila walikuwa ni malaika. Malaika waliotumwa na Kristo Yesu wa msalaba. Malaika waliotumwa na Bwana wa mabwana. Walikuwa ni malaika waliotumwa na Kristo Yesu wa msalaba, waende kwenye nyumba ya Ibrahimu kwenda kuondoa utasa uliokuwa umekaa kwa mke wa Ibrahimu. Inawezekana kuna utasa umekaa kwenye maisha yako. Inawezekana kuna utasa umekaa kwenye mazingira yako. Inawezekana kuna utasa umekaa kwenye maeneo yako. Inawezekana kuna utasa umekaa eneo lolote. Lakini natamani kuzungumza na watu wachache mahali hapa ya kwamba yuko malaika wa Mungu anayeweza kuondoa utasa kwenye maisha ya kwako. Yuko malaika wa Mungu anayeweza kuruhusiwa na Mungu as heavenly support, heavenly assistance, kuja kuondoa utasa kwenye nyumba yako. Na mimi nawaombea watu wachache katika jina la Yesu, malaika wa Mungu watembelee nyumba yako, waje kushughulika na kila vifungo, waje kushughulika na kila aina ya utasa. Utasa kwenye biashara, utasa kwenye elimu, utasa kwenye uzao, utasa kwenye chochote, kwenye kazi ya mikono, utasa kwenye namna yoyote. Malaika wa Bwana wakutembelee. Na haya ni majira mazuri ambayo malaika wa Bwana wakitembelea mambo yako,
utauona mkono wa Bwana, utaziona nguvu za Bwana, utaona mamlaka ya Bwana. Mimi nakuombea heavenly assistance, nakuombea heavenly assistance kwenye maisha yako, nakuombea heavenly support kwenye maisha yako, nakuombea msaada wa kimbingu kwenye maisha yako, nakuombea msaada, msukumo wa kimbingu ndani yako. Malaika wa Bwana watakusaidia, wataisaidia biashara yako, watasaidia kazi yako, watasaidia ndoa yako, watasaidia familia yako, watasaidia malezi ya kwako, watasaidia hali ya kwako, watasaidia yote ya kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mimi nakuombea mahali hapa, majira haya ambao unanisikiliza, kwenye nchi yoyote uliopo, kwenye mazingira yoyote uliopo, mimi nakuombea katika jina la Yesu, nakuombea kwa damu ya Yesu, ya kwamba Yesu atakusaidia, ya kwamba Yesu atakusaidia, ya kwamba Yesu nakuombea msaada wa malaika wa Bwana, kama vile ambavyo Mungu aliwaambia wana wa Israeli kwenye Kutoka 23 mstari wa 20, mimi Bwana nitamtuma malaika wangu atangulie mbele yenu, awapeleke kwenye mazingira ambayo Mungu mimi nimewaandalia ninyi. Kumbe yako mazingira Mungu ameandaa kwa ajili yetu, yako mazingira Mungu ameandaa kwa ajili yako. Mazingira uliyokuwa nayo, I don't know kama ndio mazingira ambayo Bwana amekuandalia. Ninachojua kuna mazingira ambayo Bwana kayaandaa kwa ajili yako, na ili uweze kufika hapo unahitaji msaada wa kimbingu. Na mimi nakuombea msaada wa kimbingu, uende kwenye mazingira ambayo Bwana amekuandalia. Malaika wa Bwana wakusaidie, malaika wa Bwana wakusaidie, malaika wa Bwana wakusaidie, malaika wa Bwana wakusaidie katika jina la Yesu. Masotara bandere bakoya riprandere bakoria basia mahando masondele bahandele bakoria. Malaika wa Bwana wakusaidie, malaika wa Bwana wakusaidie, malaika wa Bwana wakusaidie. I know kwenye haya maisha unaweza ukawa kama Daudi, ukatafuta msaada huku na huku na kule na usiuone msaada, lakini malaika wa Mungu ni msaada unaoishi, unaodumu. Malaika wa Mungu anaweza kuvaa mwili akaja kwenye nyumba yako, akatembea kwenye nyumba yako. Vile ambavyo malaika wakija mnawaona waganga, na waganga wakija mnawaona malaika. Malaika akija unamuona ni mganga, na mganga akija unamuona malaika. Kama vile ambavyo anaweza kaja kijana sahihi kabisa ambaye anatamani kukuoa wewe, lakini ukamuona ni mtu aliyekuja kukuchezea, kumbe amekuja kukuoa. Na aliyekuja kukuchezea ukazania kwamba amekuja kukuoa. We are misplacing issues. Why? Because we lack heavenly assistance. We lack heavenly assistance. And I'm here to pray for some people. And I'm here to pray for someone. Let the heavenly assistance locate you in a light place. Let the heavenly assistance locate you in a light place, in a light corner. Masotele na mandere basoli handele basia. Silele mandarabakori abosa na ya mahando. Let the heavenly assistance locate you at the light place, at the light corner, at the light angle. Masundele mandere baso rana mandela bahando. Sineli ya mandoro bokosa andele bahandele bakosa. Let the heavenly assistance locate you. Locate you, locate you, locate you at a light place, kama vile ambavyo malaika wa Bwana waliwaongoza wana wa Israeli kufika kwenye mazingira yaliyo sahihi. Acha malaika wa Bwana wakuongoze na wewe ufike kwenye mazingira yaliyo sahihi. You can never do that on your own. Hauwezi kushinda mwenyewe. Ukiendelea kwa nguvu zako utajikatia tamaa. Ukiendelea kwa nguvu zako utachoka haraka. Lakini unahitaji msaada wa malaika wa Bwana. Unahitaji msaada wa malaika wa Bwana wakupeleke kwenye mazingira ambayo Bwana ameandaa kwa ajili yako. Bwana ameyatengeneza kwa ajili yako. Bwana shekete na mamande lindele bashota na mandele bakosa. There is a praise for you. There is a praise for you. There is a praise for you. Sandele basho katanda rababahande. Sele mandoro bokori abasia. Meet angelic encounter. You need to meet angelic encounter. Ukutane na malaika wa Mungu kwa njia yako. Kuna watu ukutane nao na useme yes,
This person is not a normal person. This woman is not a normal woman. This man is not a normal man. Kuna malaika wa Mungu wamemzingira. Malaika wa Mungu akikuzingira, giza linaondoka, kwa sababu malaika wa Mungu ni nuru inayoishi, ni nuru inayotembea. Whenever angels come, whenever you meet angelic encounter, darkness disappear, darkness evaporates, darkness run away, darkness run away. And I pray for you today, let the glory of God be upon you forever and ever in Jesus' name. Forever and ever in Jesus' name. Forever and ever in Jesus' name. Soprande reba sota ramande reba kauza. Rikante bande reba sota narabahande. Sitelenda la bakori amandura basaya. Hallelujah. Hallelujah. Nimekutamkia matamko haya leo. Nimezungumza na wewe kwa uchache sana. Let this be your prayer. Kwenye miezi iliyobakia kumaliza mwaka 2025, mwambie Mungu, ruhusu malaika wako watangulie mbele yangu. Ruhusu malaika wako watangulie kwenye biashara yangu. Akili zetu hizi ndogo haziwezi kutufikisha popote. We need heavenly support. We need heavenly assistance. Our low sight, low hearing haziwezi kutusaidia kwenye eneo lolote. Tunahitaji msaada wa kimbingu. Tunahitaji msaada wa kimbingu, msaada kutoka kwa Baba. Na mimi nakuombea msaada huo katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na kuombea msaada huo katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Angelic encounter, selendere bakori ya basaya. Iwe hivyo sawa sawa na imani yako. Amen. Amen.